unawaheshimu watu wote. Kwa hivyo nini? Usichukulie watu poa. Kama Yesu ambavyo watu wamemchukulia poa, wakamisi mambo ya rohoni. Wakamuona mtu wa kawaida, mbona anafanana na mimi? Mbona refu ni kama mimi? Achana naye, si ndio? Yes, hebu tuangalie sasa ujio wa Yesu unatufundisha nini? Mathayo 1:21. Some. Nao tamuita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakayeokoa watu wake na dhambi zao. Tumeona ushahidi wake kautoa kwenye nini? Kautoa Isaya, si ndio? Kwa akutoa hewani. Sawa? Akasema kwa ujasiri kuwa Mungu atakuja kwenye mwili. Kwa Isaya wakati anaongea alikuwa anaongea kwa ujasiri. Hajamuona Yesu, ni miaka zaidi ya 500 kabla Yesu hajaja, lakini anaongea kwa ujasiri. Bikira atazaa mtoto na jina lake mtamwita nani? Emmanuel. Isaya alitoa kwa nani? Bwana siwe. Isaya alitoa kwa nani? Kwa Musa, si ndio? Kwa Musa uliona nini? Hekalu, si ndio? Mungu anasema nijengeni hekalu nikae pamoja nanyi. Kwa Isaya hakutoa hewani, alitoa kwa nani? Kwa Musa. Sawa? Alitoa kwa nani? Kwa Musa. Angalia Yohana 1:1. John chapter 1 verse 1 up to 14. Anasema hapo mwanzo kulikuwa na neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Si ndio? Neno sawa sana nani? Mungu. Huyo mwanzo alikuwa kwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa hiyo, wala pasipo yeye hakufanya chochote kilichofanyika. Kwa hiyo Mungu, hiyo neno akaumba mbingu na nchi. Ndani yake ndimo ulikuwa uzima, na ule uzima ulikuwa nuru ya nani? Ya watu. Na nuru yang'aa gizani, na giza likufanyaje? Halikuiweza. Palikuwa mtu ametumwa kutoka kwa Mungu, jina lake Yohana Mbatizaji, si ndio? Huyo alikuja kwa ushuhuda ili aishuhudie ile nuru, wote wapate kuamini kwa yeye. Huyo hakuwa ile nuru, huyo Yohana Mbatizaji, bali alikuja ili aishuhudie ile nuru. Kulikuwako nuru halisi amtiaye nuru kila mtu akija katika ulimwengu. Alikuwako ulimwenguni, wala hata kwa yeye ulimwengu ulipata kuwako. Wala ulimwengu alikuwako ulimwenguni, hata kwa yeye ulimwengu ulipata kuwako, wala ulimwengu haukumtambua. Si ndio? Umeona aliumba ulimwengu, lakini aliumba yeye ndo aliumba mbingu na nchi, si ndio? Na watu wake, lakini alikuja kwa watu wake waliowaumba, wala walio wake hawakumpokea. Bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale walioamini jina lake. Ndio sisi ndio maana tuko hapa, si ndio? Sisi tumempokea, tukumkataa. Waliozaliwa si kwa damu, unaona, sio kwa damu wala si kwa mapenzi ya mwili, wala si kwa mapenzi ya mtu, bali kwa Mungu. Kwa anaondoa watu, anaondoa mwili, inakuwa ni supernatural, si ndio? Kwamba tukuzaliwa kwa jinsi ya kawaida, tunazaliwa mara pili kwa jinsi isiyo ya kawaida. Naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu, nasi tukaona utukufu wake, tufu kama mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Kwa alifanyika, andika neno alifanyika. Alifanyika ni supernatural. Neno kufanyika mwili ilikuwa sio ajali. Kwamba sio kwamba alijikuta, alishtukia, mimi ndo Yesu, hapana. Neno alifanyika mwili hapa ni neno la Kigiriki ginomai. Andika ginomai. G I N O M A I mwisho. Anake ni kufanyika. G I N O M A I. G I N O M A I. Sema wote. Ginomai. Maana yake kwa Kiswahili ni kufanyika. Kwa Kiingereza becoming by choice. Andika hiyo. Ginomai ni kufanyika kwa kuchagua. Ni kuwa kwa kuchagua. Andika kuwa kwa kuchagua. Hebu jiulize, ungekuwa unachagua kuzaliwa na mama gani? Ungechagua kuzaliwa na nani? Mimi Michelle Obama. Wewe? Ungechagua nani? Wewe Catherine. Ungesinge kubali. Ambaye mama yako, mama tu nimekuja tu kwa kweli. Nafanyaje sasa, nishapitia kwako. Mimi ningechagua Michelle Obama. Wewe ungechagua nani?
Lakini mtu mmoja tu alikuwa na chance kwa sababu alikuwa ni Mungu, ni Yesu. Sawa? Sawa? Kwa become by choice. Neno akakaa ni neno la msingi. Neno akakaa. Neno la nini? Akakaa kwetu. Akakaa. Sawa? Hebu tuende ndani kidogo. Kwa Kiingereza akakaa ni dwell. Skeno kwa Kigiriki. S-K-E-N-O. Skeno. Skeno. S-K-E-N-O. Ni pale unapoweka hema mahali. To fix tabernacle. Tumishi. Hicho ni Kiingereza. Ulimu litaka kukatika hapo. To fix tabernacle. Msamiati huu umetumiwa na nani? Jamani, msamiati wa tabernacle umeanza na nani? Alianza kujenga mahekalu nani? Hema. Ni Musa Kwa hiyo tunaona Isaya anasema uta nini? Utamzaa mwana. Si ndio? Aya, kuzaa mwana, tumana ilikuwa ni mfano kwamba tabernacle ni Mungu pamoja na nini na wanadamu. Tunaona hapa mbele. Kwa hiyo Musa alikijenga hema ni ujumbe wa ujio wa Yesu. Kwa Musa alijenga hema la kutania la kuabudia, ni anasema ni Mungu pamoja na nini? Na sisi kwa lugha ya picha. Ndio maana mwanzo kwa maana yake ni vivuli. Na hivyo vivuli havifanyaje? Havipo, vimeondolewa. Sawa? Hema la kutania liliondolewa lini? Unaweza kuniambia? Hekalu liliondolewa lini? Maana nyoka wa shaba alivunjwa, si ndio? Maana watu waanza kumwabudu. Safina ipo. Lakini iko na represent Yesu, si ndio? Nyoka wa shaba represent Yesu, lakini haipo, si ndio? Hema hema lilipasuka lini? Yesu alipokufa. Kwa siku ile ndio hema likapasuka katikati pale kwenye pazia. Kwa hiyo washa nini? Hii mfano umeshafanyaje? Imeshaondoka. Kwa Mungu pamoja na sisi sasa hivi itakuwa ni kila mtu. Sawa? Kwa hivi mifano imeondolewa. So kinachowatesa Wakristo sasa hivi ni kivuli kimoja kinaitwa maji. Wazo wa maji mengi na wazo wa maji machache. Kwa hiyo ilikuwa ni Mungu kuja katika mwili. Hema ilikuwa ni Mungu katika nini? Katika mwili. Ndio maana ya hema. Kwa maana yake Yohana hapo tulikuwa na neno. Neno lilikuwa kwa Mungu, neno kakatoa wapi? Mwanzo mpaka Malaki. Isa naye akatoa wapi? Kwa Musa. Kwa Isa anasema Emmanuel, Mungu pamoja nasi, amechukua kwenye nini? Hema. Mungu Musa anaambiwa tengeneza mfano wa vitu ambavyo umeviona wapi? Mlimani. Kwa Musa alipofika akajenga hema, maana yake ni kuonyesha kwamba Mungu anataka kuwa na wanadamu. So Musa akiwa anajenga hema ni ujumbe wa ujio wa Yesu. So ni Mungu kuja katika mwili. So Isaya kapata idea kutoka kwa Musa. So nabii Isaya hakutoa kichwani, pia ni kwa Musa. Hebu soma Kutoka 25. Wangapi anajua sisi ni hekalu? Nyosha mkono wako. Sisi ni mahekalu? Nyosha mkono wako kama wewe ni hekalu la Mungu. Watu hawajanyosha au tumishi wa Mungu. Wewe ni hekalu la Mungu, si ndio? Yes. Kwa maana yake ule ulikuwa ni mfano wa nini? Mungu kuja kukaa ndani yetu. Kwa maana yake wewe ulipoamini tayari umekuwa hekalu la Mungu, Mungu anakaa ndani yako. Kwa kile ambacho Mungu alikuwa anataka kuja kukaa na wewe tayari imeshakamilika na anakaa ndani yako. Fungua Kutoka 25. Agano la Kale, au Agano la Kale. Kutoka kwa mwanzo Kutoka 25. Tuanze mstari wa kwanza. Tuanze. Bwana akanena na Musa akamwambia, waambie wana wa Israeli kwamba wanitwalie sadaka kila mtu ambaye moyo wake wampa kupenda, mtatoa kwake sadaka yangu, sadaka ya utakayopokea mikononi mwako. Ngoja kwanza. Tena na nyuzi na rangi za samawi na za rangi ya zambarau na za rangi nyekundu na nguo za kitani safi na singa za mbuzi na ngozi za kondoo waume zilizotiwa rangi nyekundu
na ngozi za pamboo na miti ya mishta na mafuta ya ile taa na viungo vya manukato kwa yale mafuta ya kupaka na kwa ule uvumba wenye harufu nzuri na vito vya sholam na vito vingine vya kutiwa kwa ile naivera na kwa vile kifuko cha kifuani, nao wanifanyie patakatifu ili nipate kukaa kati yao. Kwa nataka hiyo. Soma tena 8. Nao na wanifanyie mahali ili nipate kukaa kati yao. Sawa sawa na haya yote nikuonyeshayo mfano wa maskani na mfano wa vyombo vyake vyote ndivyo mtakavyoifanya. Bwana asifiwe. Kwa hiyo ina maana kwamba Mungu alikuwa na mpango kuja kukaa na nani katikati yetu. Kwa Isa anasema Emmanuel ametoa wapi? Kutoka. Mungu nataka nije nikae nao. Kwa akaita nini? Emmanuel, Mungu pamoja nasi. Kwa hiyo imeshaka. Kwa baada ya hapo Musa akaenda kujenga nini? Akaenda kujenga hema la kutania. Kwa sasa akamwambia Mungu anakaa wapi? Humo. Asiwe. Lakini baada ya Yesu kufa tayari akapasua kama akasema Mungu akae huko. Sasa kila atakayeni amini Mungu atakaa ndani yake. Kwa hii issue mpaka sasa ya kufa ilitoka Kutoka 25 mstari wa 8. Kwa Mungu alitaka kuja kukaa na wanadamu toka kitambo. Toka mwanzo. Noma sana. Nipenda hivi. Kwa hiyo maana yake nini? Kutoka Mungu by the way toka mwanzo. Kutoka Mungu anasema mimi nataka nikae na wanadamu, nikae na watu wangu. Isa akasema Emmanuel. Yohana akasema ikafika Yesu amekufa, Mungu pamoja na sisi ni hekalu la Mungu. Kwa hekalu tena hiyo ni kitu. Sawa? Ndio maana hapa tuko darasani lakini tunajifunza kama kawaida. Na tujisikii kwamba tumepungukiwa. Na hakuna msalaba wala hamna nini? Hamna msalaba na bado tuko tunajifunza neno la Mungu. Kwa hiyo imani ya hekalu ilikuwa nini? Ni wewe. Na ndio maana hapa tumekutana kwa ajili ya kudumiana, si ndio? Kwa sisi ni watakatifu, hekalu la Mungu duniani. Yesu alikuwa ni hekalu duniani, lakini wakati kipindi Yesu amekuja ilikuwa ni hekalu moja. Baada ya kufa akawa mahekalu mangapi? Mengi. Amen. Yes. Kwa maana yake tayari unaona mwanzo wa Malaki ni habari za Yesu. Mathayo ambapo Ufunuo ni utimilifu. Ndio maana kule safina uioni. Ilikuwa ni habari za Yesu. Safina ni Bwana Yesu. Njoni. Safina. Timbeni basi jamani wote. Safina ni Bwana Yesu. Safina. Njoni nyote. Ni Bwana. Kwa maana yake ilikuwa ni mfano wa nini? Ni mfano wa Yesu. Aya. Ukienda kwenye kwenye Yohana akasema kwenye Yohana 5, kwa nyoka wa shaba ilikuwa ni mfano wa Yesu. Fungua Yohana 5. Yohana 2 bwana. 2:13 no. 3:15. Ili kila mtu aaminie awe na uzima wa milele katika yeye. Tuanzie mstari wa 14. Na kama vile Musa alivyomuinua yule nyoka jangwani, vivyo hivyo na mwana wa Adamu anabudi kuinuliwa. Kwa Musa anamuinua nyoka ni ishara nani? Ya Kristo. Sawa? Na ndio maana kuna mfalme mmoja hapo mbele baada ya watu wataka kuabudu ile nyoka, ile mfalme akaambiwa amemtukuza Bwana kuharibu nini? Kuharibu nini? Ile nyoka ya shaba. Kwa nyoka ya shaba ni habari za Yesu. Safina ni habari za Yesu. Mti wa matunda ya mema na mabaya ni habari za Yesu. Na ndio maana akaambia ukila utapata uzima wa milele. Hakuna mtu unaweza ukala ukapata uzima wa milele. Ni habari za Yesu Kristo. Haleluya. Mwana-kondoo Yesu anaitwa mwana-kondoo wa Mungu achukue dhambi ya ulimwengu. Maana yake Yesu ni nini? Kwa kondoo alikuwa anatolewa kwa ajili ya ondoleo la dhambi, ilikuwa ni mfano, ni vivuli. Ni vinini? Vivuli. Na ndio maana anasema Ibrania 1 anasema Ibrania 10 basi Torati kwa kuwa ni kivuli. Kwa Torati yenyewe ilikuwa ni nini? Ni kivuli cha mema yatakayokuwa, wala si sura yenyewe ya mambo hayo. Kwa sababu zile zinazotoa kila mwaka daima haiwezi wakati wote kuwakamilisha wakaribiao. Kwa hiyo zile zabihu zilikuwa zinatolewa zamani zilikuwa ni vivuli vya habari za Yesu Kristo, si ndio? Hapo juu anasema mstari wa 8 anasema mstari wa 9. Ndipo aliposema tazama nimekuja niyafanye mapenzi yako Mungu. Aondoa la kwanza ikusudi alisimamisha la pili. Kwa mwanzo wa Malaki ule utaratibu wa kumfikia Mungu umeondolewa. Imebaki na utaratibu kumfikia Mungu kupitia nani?
Yesu Kristo, au unakuwa na ndani ya Mungu na Mungu ndani yako kwa njia ya Yesu Kristo. Sawa? Bwana Yesu asifiwe. Tunamalizia. Tunamalizia. Kwa katika kuishi kwake anasema libomweni hekalu na mimi nitajenga ndani ya siku ngapi? 3. Kwa ile hekalu kibomolewa linakuwa na hekalu mangapi? Yesu alikufa siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya 3. Ajenga mahekalu mangapi? Mengi sana. Aya, angalia mfano wa mbegu ya haradali. Ni wana ngapi? 12 mstari ngapi? Angalia anasema mahekalu. Yohana 12 24. Amina nawaambia, chembe ya ngano isipoanguka katika nchi ikafa, ukaa hali hiyo hiyo peke yake, bali ikifa hutoa mazao mengi. Sisi ni mazao ya Kristo, si ndio? Maana Yesu alikufa peke yake, lakini baada ya kufuka tumezaliwa wengi. Kwa hiyo sisi tumezaliwa na Mungu kwa njia ya ufufuo wa Yesu Kristo tulipoamini, si ndio? Kwa hiyo sisi tumekuwa watoto wa Mungu, tumekuwa mahekalu kwa sababu ile mahekalu ilijengwa baada ya siku 3. Siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya 3. Ile hekalu likawa ni chembe ambayo imezaa nini? Imezaa nini? Watu wengi. Kwa maana yake wewe ni hekalu la Mungu. Na ndio maana wewe na Mungu aliumwa na Bwana ndio mmoja naye. Ngano inazaa nini? Ngano, si ndio? Kwa wewe na Mungu hauna tofauti. Ndio maana ukawekwa nini? Una mamlaka yote ndani yako. Ndio maana hata unaweza kuponya kama Yesu alikuwa anafanya. Ndio maana unaweza kuhubiria wengine wakaamini. Ndio maana unaweza kufanya kama Yesu alivyofanyaje? Alivyofanya. Sawa? Kwa maana una mamlaka, una tabia, una asili. Ndio maana tukwambia wewe tabia muamini ya leo sio tabia ya kesho ya muamini, kwa sababu anabadilika. Anakuwa, si ndio? Kwanza tunajua asili yake ni njema. Haleluya. Haleluya. Kwa sisi tumekuwa mahekalu kwa sababu tayari mwanzo Yesu alikuwa ni mwana pekee wa Mungu. Only begotten Son of God, si ndio? Sasa hivi sisi ole ni mzaliwa wa kwanza wana wengi ambao ni pamoja na sisi ambao tuko hapa. Bwana asifiwe. Asema kwa mwanzo, soma Yohana 12. Tumeshasoma hiyo. Kwa baada ya kufa kwa Yesu, pazia la hekalu lilipasuka, mzaliwa wa kwanza kutoka ufufuo. Yesu akawa ni mzaliwa wa kwanza kutoka ufufuo. Sisi tunakuwa ni wazaliwa wa kwanza pia. So wa pili, yeye amekuwa mtangulizi wetu, lakini sisi ni wazaliwa wa kwanza. Kwa maana tutoe sadaka ya nini? Ya mzaliwa wa kwanza. Si ndio? Hebu fungua Warumi 8:28. Jamani dakika 5 tutengeneze nani vizuri hapo. Nimefika saa 8 na muda bado utoshi. Kwani vitu vikoje? Kwani inakuaje kwa namna? Warumi 8:28 nasema, nasi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema, wampendao katika kuwapatia mema, yaani walioitwa kwa kusudi lake. Maana wale aliowajua tangu asili, alichagua tangu asili wafanywe na mfano wa mwana wake, ili yeye awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. Na wale aliowachagua tangu asili, hao akawaita, na wale aliowaita, hao akawahesabia haki, na wale aliowahesabia haki, hao akawatunza. Basi tumenini juu ya Mungu kwa upande wetu na naye juu yetu. Kwa hiyo tunaona nini? Tumeitwa, Yesu alikuwa mzaliwa wa kwanza, sisi tumekuwa nini? Tumeitwa tuwe wa kwake. Sawa? Kwa hiyo tumefanywa wanawe. Sisi ni mwana wa Mungu kwa njia ya Yesu Kristo. Hekalu moja liliharibiwa ili ziwepo nyingi. Sawa? Kwa hiyo ilikuwa namna ambayo Yesu anakufa ili kutanua ufalme. Kwa hiyo Yesu alikuwa yanakaa peke yake. Sasa Yesu yuko kwa Petro, mara yuko kwa Yohana, mara yuko kwa Stefano, mara yuko Samaria kwa Filipo, mara yuko Tanzania kwa Grace, mara yuko Tanzania kwa akawa ni wengi. Wewe utamua yupo, utamwacha yupo. Utaua dunia nzima. Kwa hiyo ni uongo au huni watu wanaposema kwamba Mungu anataka kujenga hekalu lingine. Mungu ana mpango wa kujenga hekalu lingine Yerusalemu baada ile kubomolewa. Unaona hekalu lenyewe lilibomolewa. Kwa hiyo tayari ilikuwa ni nini? Ni unabii kwamba litabomolewa vipande vipande. Hakuna hiyo tabaki juu ya hali nyingine. Kwa hiyo watu wanasema hapa Mungu ana mpango wa kujenga hekalu lingine. Hiyo tayari ni nini? Sisi ndio mahekalu. Sawa? Nyoka wa shaba alishaharibiwa, safina haipo, hekalu halipo,
na pazia pia lifanyaje? Lipasuka. Kwa symbol must be destroyed. Sisi ndo halisi. Kristo ndo halisi, si ndio? Sasa hivi Wakristo wanahangaika na symbol ya nini? Ya ubatizo. Maji mengi na maji machache. Maji mengi, maji machache. Hapana, sisi tumeshamwamini Yesu, tumebatizwa kwa ubatizo wa nini? Wa Roho. Kwa hizo ni ishara zilizokuwepo kile ambacho Yesu amekuja kufanya ni yaani kilikuwa inaelezea kile ambacho Yesu atakuja kufanya. So uhalisia ni nini? Ni Kristo pekee yake. Sawa? Sawa. Sawa. Bwana asifiwe. Kwa hiyo tumeshaona kazi ya kwanza ya Yesu kuja. Tuliona description ya kwanza, tazama mwana atakuja jina, maana ataondoa dhambi. Ataondoa nini? Ataokoa watu na dhambi zao. Kazi ambayo ndo main, ndio. Kazi nyingine ilikuwa ni kuonyesha jinsi Mungu alivyo. Sawa? Kuonyesha tabia Mungu. Mungu anawaza nini? Anatendaje? Anawazaje? Kwa hiyo unaona tabia njema kwa Yesu na kwa Mungu yuko hivyo. Maana Biblia inasema hakuna aliyemwona Mungu wakati wote isipokuwa mwana aliye katika kifua cha Baba. Huyo ndo alifanyaje? Ndiye aliyemfunua. Kwa maana yake Yesu ndiye pekee aliyemfunua Mungu. Kwa hiyo huwezi kujifunza Mungu kupitia Daudi, Ibrahimu, Isaka, Yakobo. Kwa walikuwa na vimeo, lakini Yesu ndo alikuwa kamili. Ndo aliweza kumfunua Mungu kwa sababu Yesu alikuwa ni Mungu kamili. Bwana asifiwe. Kwa hiyo tumeona kwamba Mungu hajafanyaje? Sio kwamba ni kuna Mungu Baba, kuna Mungu Mwana, kuna Roho Mtakatifu. Ni Mungu Baba ambaye ni Mungu Mwana ambaye ni Roho Mtakatifu. Kwa Mungu Baba amekuja kufunuliwa na nani? Amekuja kujifunua yeye mwenyewe katika nani? Katika Mwana. Baada ya kutoka kwenye Mwana akakaa ndani yetu. Kwa lengo la kuja katika mwili ni kutuonesha sasa Baba yukoje. Sawa? Unataka kumjua Mungu, mnamjua katika nani? Kristo Yesu. Ukimjua Mungu nje ya Kristo Yesu umekutana na nini? Na monster. Bado utakutana na mtu ambaye haeleweki. Sawa? Utakutana na Mungu ambaye ana hasira. Hasa Biblia inakuambia hasira ukaa kifuani mwa nani? Alafu naambiwa ambao wanaweza kuzuia hasira ni watu wenye nguvu. Alafu naambiwa hasira ya Mungu imeshajaa birika, inataka kumwagika. Kwa kwenye prayer point zetu ukuaji wa kiroho tunasemaje? Tuanze kumwambia Mungu ukuaji wa kiroho. Kwa ukitaka kuangalia hasira, unataka kumjua Mungu, muangalie nani? Yesu. Yesu alikuwa na hasira? Basi Yesu ndo Mungu katika mwili. Kwa hiyo ina maana kwamba watu watu Agano la Kale walipomwelezea Mungu walikuwa wanaelezea nini? Ikitokea supernatural wanasema ni Mungu. Ikitokea kitu chema ni Mungu, kitu kibaya ni Mungu. Kwa hiyo walikuwa na ufunuo kamili wa Mungu. Ndio maana Waebrania 1 wanasema wazee walikuwa walikuwa wanamwelezea Mungu in the portion of the truth. Lakini Yesu amekuja kumwelezea in the full. Ngoja tusome hiyo. Siwezi hiyo moja hiyo jamani ya mwisho. Ya Waebrania 1:1. Hata ukienda kuangalia mtu mwenye Biblia unatika hiyo fungua Waebrania 1. Waebrania 1 fungua TKU pia. Waebrania 1 anasema Mungu ambaye alisema zamani na baba zetu katika manabii kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi. Kwa kulikuwa na njia nyingi. Mwingine anamuita Yovanisi, Yovashama, Sabaoti. Mungu anamsaidia kwenye vita, anaanza baba Sabaoti. Lakini anaanza kujua sio Yovanisi. Kwa hiyo Yovanisi, Yovashama hatuvitumii kwa sababu ilikuwa ni portion of truth. Kwanza Jehova Yire, Mungu ametoa, lakini anataka akajua Mungu sio Sabaoti. Unaelewa? Kwa maana sasa tunamjua Mungu ni yeye jana leo na hata milele. Hata tunajua Mungu anaweza mambo yote. Akasema mwisho wa siku hizi amesema na sisi katika mwana aliyemweka kuwa mrithi wa yote, tena kwa yeye aliufanya ulimwengu. Kwa hiyo tunaona Yesu amerithi nini? Yote. Sasa tukisoma TKU utasema kusoma kwa urahisi. Zamani Mungu alisema na baba zetu kwa kuwatumia manabii. Alisema nao mara nyingi na kwa njia nyingi tofauti. Unaelewa? Njia nyingi. Lakini sasa katika siku hizi za mwisho Mungu amesema nasi tena kupitia mwana wake. Mungu aliumba ulimwengu wote kupitia mwana wake na alimchagua mwana kumiliki mambo yote. Huyo mwana huonyesha utukufu wa Mungu. Yeye ni nakala halisi ya asili yake Mungu.
na uviunganisha vitu vyote pamoja kwa amri yake yenye nguvu. Mwana aliwasafisha watu kutoka katika dhambi zao, kisha akaketi upande wa kuume wa Mungu aliye mkuu huko mbinguni. Bwana asifiwe. Kwa maana nini? Kazi ya kwanza ilikuwa ni kumuonyesha Mungu, ilikuwa ni copy. Sio copy. Yaani maana ni kitu halisi. Yaani ndio maana Yesu akasema ukiniona mimi umeona nani? Umeona Baba. Yesu mwenyewe anasema. Kwa maana nini? Kwa Yesu alikuja kuonyesha tabia halisi ya Mungu, Mungu alivyo. Kwa ukisema Mungu ni mwema, unamwangalia nani? Yes. Alafu kiangalia hapa, angalia aliyekuwa muhuni toka zamani ni nani? Aliyekuwa muhuni toka zamani ni kumbe shazina siku nyingi. Hallelujah. Hey. Hallelujah. Kwa hiyo ukiangalia Yohana 1:18, dasoma TKU 1:18 anasema, tutakuja kuendelea wiki ijayo 18 anasema, lakini 18 hakuna aliyewahi kumuona Mungu isipokuwa mwana peke yake ambaye yeye mwenyewe ni Mungu. Ametuonesha jinsi Mungu alivyo, yuko karibu sana na Baba kiasi kwamba tunapomwona tumemwona Mungu. Kwa utafuti Mungu alivyo ukishamuona Yesu. Kwa Yesu akitabasamu na Mungu anatabasamu. Ukiona Mungu hana hasira, basi unaangalia kwa Yesu alikuwa na hasira. Kwa tabia yoyote, kwa ukimjua Yesu umemjua Mungu. Na umejijua wewe kwa sababu wewe ndivyo ulivyo ndani yako, si ndio? Alafu kuja kuangalia hapa ya mwisho jamani. Ya mwisho jamani. Pastor Kile anasema anayemaliza mara nyingi ni mchungaji mzuri. Hii ya mwisho jamani tunamalizia. Sasa tunamalizia ni uhakika, hii ni ya mwisho kabisa. Yaani ni ya mwisho kabisa. Kwa sioni tena Matendo 10:38. Anasema hivi, mnajua kuhusu Yesu huko kutoka Nazareti. Mungu alimfanya Masihi kwa kumpa Roho Mtakatifu na Mungu. Yesu alikwenda kila mahali akiwatendea mema watu, akawaponya wote waliokuwa wakitawaliwa na yule mwovu. Akionyesha kuwa Mungu alikuwa pamoja naye. Bwana asifiwe. Mungu alikuwa pamoja naye. Kwa Yesu alikuwa ni asilimia moja mwanadamu, asilimia moja Mungu. Maana yake nini? Yesu walioniona Ibilisi. Kwa kazi ya Mungu ilikuwa ni kuponya ambao wameonwa na nani? Na Ibilisi. Kwa zamani hakuna sema Ibilisi akampa ugonjwa. Anasema Mungu akampa nini? Ugonjwa. Kwa watu agano la kale ndio walikuwa na nini? Wanashindwa kumuelezea Mungu vizuri. Lakini Yesu amekuja kumfunua picha kamili ya nani? Ya Mungu. Bwana asifiwe. Kwa umeshaelewa sasa. Kazi ya Yesu ni kufa kwa ajili ya ondoleo la dhambi zako. Jambo la pili ni kujifunua Mungu, na jambo la ni kujifunua Mungu. Ukishamjua Mungu, ukishamjua Yesu, umejua Mungu. Ukishamjua Yesu, umejijua wewe. Haleluya. Sema kwa miguu yako tumtukuze Baba. Tukuze Baba. La risota la ramandaya rasi teleremende.